Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi hii. Kwanza nianze kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna kati ya wizara zake, wizara hii ameiweka kuwa sehemu ya mboni ya jicho lake. Kwa hiyo nampongeza sana kwa sababu kazi ambazo zimefanyika kwa wizara hii zimeonekana na zimetoa tija kwa wananchi. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze waziri na naibu wake kwa kazi kubwa kwa muda mfupi huu ambao wamefanya kazi kwenye wizara hii. Lakini nikiwapongeza kwa sababu hata tukihitaji ufafanuzi wa mambo ya nishati kwa maana ya umeme REA vijijini, wako tayari kutusikiliza, wako tayari kusikiliza ushauri wetu na wanatupokea kwa haraka sana. Nawapongeza sana, endeleeni kuchapa kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze Katibu Mkuu na Naibu Katibu Mkuu, lakini wakurugenzi wa taasisi hizi hasa REA lakini pamoja na TANESCO kwa kazi kubwa ambayo inaendelea kufanyika. Mheshimiwa Naibu Spika, wengi wamezungumza hapa, umeme ni hitaji la wananchi duniani na sisi hapa wa Tanzania tunahitaji umeme wa kutosha. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati mabunge ya nyuma yanapita, TANESCO ilikuwa inalaumiwa sana. Lakini leo TANESCO tunaipongeza sana kwa kazi nzuri ambayo inaendelea kusimamia shirika hili. Mheshimiwa Naibu Spika, umeme REA leo tumekwenda takriban vijiji karibu tunataka kumaliza. Kwangu kule nimebakiza kijiji kimoja tu cha Ijinga ambacho kiko kisiwani, lakini tunaendelea kuongea na mkurugenzi wa REA na tayari mkandarasi atakayeweka sola kwenye kijiji hicho amepatikana. Kwa hiyo naamini kwamba tunakwenda kumaliza. Umeme huu uliposogea kwenye vitongoji, Mheshimiwa Naibu Spika, uchumi wa wananchi wetu umekuwa sana. Kwa sababu kila kitongoji ambacho umeme umefika, wananchi wamejenga viwanda vidogo vya kukoboa mpunga. Wanapata bei ile ile ambayo walikuwa wanaipeleka kwenda kuuza mjini, leo wanaipatia vijijini. Kwa hiyo imebadili kabisa mambo ya kiuchumi. Kwa hiyo umeme kwenye vitongoji unahitajika. Mimi kule Magu na vitongoji 508. Tumeweka vitongoji 217 sasa hivi tayari. Vipo vitongoji 89 viko kwenye mpango ambao ni REA hii inaendelea. Kwa hiyo vitakuwa vimebaki vitongoji 202. Niombe sana serikali, kwa sababu ni hitaji la msingi kwa wananchi, vitongoji 202 viwekwe kwenye mpango ujao ili tuweze kumaliza. Hapo tutakuwa tumeleta uchumi sana kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kule Mwanza, Magu ndiko eneo ambako sasa hivi kunaelekea viwanda vingi. Kwa hiyo umeme wakati wote unaendelea kupungua. Nipongeze sana wizara kwa kuweka mpango wa kujenga substation pale Matela. Na pale Matela kuna kiwanda kikubwa cha chuma ambacho mwekezaji kwa kweli amejitahidi sana. Lakini pale Matela ndipo ambapo tunataka kuweka industrial park ya mkoa. Kwa hiyo substation hii itasaidia sana kuhakikisha kwamba umeme unakuwa wa uhakika. Kwa tunapoipongeza serikali na wizara, tunaona hivi vitu ni tangible kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna jambo la mafuta huwa tunazungumza kila mwaka kwamba mbuga ya Wembele kuna mafuta, Ziwa Rukwa kuna mafuta, Ziwa Nyasa kuna mafuta. Ifike wakati sasa haya mafuta yachimbwe. Mheshimiwa Naibu Spika, tunakoelekea hatutayafanyia kazi. Kama magari yanatengenezwa ya gesi leo, tumepita kwenye mabanda pale wanatengeneza magari 100% ya umeme. Maana yake kwamba tutakuwa na rasilimali ambazo hazitakuja kuwasaidia Watanzania. Hapa ndipo wizara inatakiwa iwekeze macho na namna gani tutoke tuchimbe haya mafuta yatusaidie kama ambavyo wenzetu wa Hoima wanachimba wa Uganda. Na tukiyachimba haya mafuta, Mheshimiwa Naibu Spika, yana product nyingi.
Kwanza tutapata rami humo humo kwenye mafuta. Tutapata grease humo humo kwenye mafuta. Tutapata oil humo humo kwenye mafuta. Tutapata bidhaa za plastiki humo humo kwenye mafuta. Tutapata bidhaa nyingi zingine. Kwa hiyo tunapotazama mafuta, si mafuta peke yake, ni vitu vingi ambavyo vinaendana na mafuta. Kwa mimi nishauri sana serikali. Tunayo mipango mingi ya muda mrefu, lakini kwenye jambo hili la mafuta, kwa sababu ndilo litakalo kwenda kuchochea uchumi, kuondokana na malalamiko yanapotokea majanga kule duniani, watu wanagombana wenye uwezo, sisi tunakuwa tuko salama kwa nchi yetu. Kwa hiyo kama hatuna uwezo leo, kwenye mipango ya muda wa 25, 30 imo, lakini mpaka 50, nione Mheshimiwa Naibu Spika, nchi tunawekeza kwenye swala la uchimbaji wa mafuta ili kuondokana na mambo mengine. Nchi inakuwa, lakini nchi hii inategemewa na nchi nyingi. Leo Uganda wanapochimba mafuta, wanasafisha crude oil, bado wanajenga refinery kule. Yatasaidia sana kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini bado sisi kama Tanzania, nchi kubwa ambayo imebarikiwa rasilimali, ni vizuri tukaweka akili zetu kuhakikisha kwamba mafuta haya tunachimba ili yaweze kuwanufaisha Watanzania. Ama kuweka mfuko wa maandalizi, hata kama ni wa miaka 10, tupate fedha nyingi za kuchimba. Ama tuweke utaratibu wa kutafuta kukopa. Kukopa si dhambi, kukopa ni plani, kukopa ni mafanikio. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, mimi bado nataka mafuta ambayo yameonekana Wembere kama yapo, na kwenye maziwa yetu kama yapo, na kwenye bahari kama yapo, yachimbwe sasa, kwa wakati ambao na sisi ni viongozi wa nchi hii. Tusisubiri wengine waje. Mheshimiwa Naibu Spika, ni muda ambao tunatakiwa kama nchi tuamue. Tusiweke mipango kwenye karatasi tu ya muda mrefu ambayo itekelezeki. Kwa mimi naipongeza sana wizara, naipongeza serikali kwa kuweka utaratibu huu na mipango ambayo inaendelea. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, jana kuna mbunge hapa alizungumza. Sisi kule vijijini tuna viwanda ambavyo vinasindika kwa muda mfupi. Hata pale Babati vile viwanda vya alizeti vinasindika alizeti kwa muda wa miezi 3, mbegu zinakatika. Lakini kuna chaji ya 75% ya KVA kwa gharama ambazo wametumia msindikaji. Hiyo inawapa gharama wasindikaji wa ndani. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, tuangalie hii chaji ya KVA iliwekwa wakati tunatumia mafuta, wakati mitambo yetu ya kuzalisha umeme inatumia mafuta. Leo tunatumia mitambo ya kuzalisha umeme, ipo ya jua ambayo ni sola, ipo ya maji na ipo ya joto ardhi. Kwa hiyo niombe sana, kama leo tunazalisha umeme kwa njia nyingi, tuone namna ambavyo Mheshimiwa Naibu Spika tunaweza kuiondoa hii ili kuwasaidia wawekezaji wazawa waweze kompiti na bidhaa zinazozalishwa nje, kwa sababu ni gharama kubwa. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niombe sana kwenye swala la nishati ya kupikia wakina mama. Niombe sana, na ninampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuona hili jambo linastahili wakina mama wapate nishati mbadala ya kupikia. Sasa yako maeneo, kwa mfano makaa ya mawe, yako maeneo kule vijijini mwananchi hawezi kupata, yani anapotaka kupika kwenye ile jiko hawezi kupata haya makaa ya mawe, akanunue wapi? Sana sana yanauzwa mjini. Tungeona sasa nishati mbadala hii inafika vijijini kule. Kama kuna maagent wanasambaza hizi bidhaa, wapewe maeneo, lakini waweze kufika vijijini ili wakina mama waweze kutumia majiko haya ambayo yanatumia gharama ndogo kuhakikisha kwamba maisha yao Tanzania yanaendelea. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye swala la gesi ya kupikia, nadhani sijajifunza vizuri sana, lakini bado tunatakiwa gesi hii iwe kwenye vipimo vya chini. Mtu ana shilingi kadhaa, anakwenda kununua lita 1, anapika, anamaliza,
ametoka kwenye kibarua chake, anapitia lita moja ya gesi, anakwenda kuweka kwenye jiko, anapika, kesho tena kuna kucha. Kwa hiyo tuangalie namna ya uwekaji kwenye vipimo hivi, ili mradi watu wote waweze kununua hii gesi, kwa sababu vipo gesi za lita 5, lita 10. Ni wachache ambao wanaweza kumudu hizo gharama. Mheshimiwa Naibu Spika, tuone namna ambavyo serikali itafanya. Tumepiga hatua kubwa sana ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea sasa na nishati ambayo ni nishati inayofaa kwa maisha ya Watanzania, kuondokana na majiko ambayo tunatumia kuni nyingi. Kule Usukumani ukifika, mama macho yake ni mekundu, anaambiwa huyu ni mchawi. Kumbe ni moshi ule anapopika kila siku, macho yanageuka. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais pamoja na wizara na wote, Mheshimiwa Waziri na wanaowasaidia, kwa namna ya pekee ambavyo mnaendelea kuisaidia wizara hii. Asante sana, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Kiswago kwa mchango wako. Mheshimiwa Basilio Kapunda Mbwira atafuatiwa Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi.